Just imagine usiku mmoja bila warming yoyote, simu yako inazima ghafla na unajaribu kuiwasha haifunguki, na unagundua tatizo sio kwenye screen wala sio mfumo, bali ni kitu kidogo sana ambacho ni battery. Inakuwa inakusumbua, imezima charge kabisa, shut down. Unaenda kwa fundi, anakutazama kisha anakuambia maneno ambayo karibu kila mtu amewahi kusikia: bora ununue simu mpya. Na hapo ndipo swali linaanza sasa. Je, hii ni bahati mbaya au kuna kitu kinafichwa ndani ya hizi simu zetu smartphone? Kwa miaka mingi sana simu zimekuwa zikibadilika kila mwaka, lakini tatizo lile lile linaendelea. Betri kuchoka mapema, tatizo la simu kufungwa kiasi kwamba huwezi kutengeneza kirahisi. Lazima utokee uharibifu kidogo ili bado uweze kupata kufikia eneo la ndani kwa ajili ya matengenezo zaidi, na hiyo inakuwa baadaye inakuja inapoteza shape ya simu kabisa. Yes, na matokeo yake unalazimika kununua simu mpya. Dunia inaongezeka taka za kielektroniki. Tunaona kwenye dumps nyingi sana kuna taka nyingi sana za kielektroniki, ikiwemo batteries ambazo zimekwisha tumika, pia na baadhi ya vifaa vingine vingi sana. Lakini sasa European Union imeamua kuingilia kati hili swala, na walichosema kimeitikisa dunia ya tech. Inatosha sasa. Kuanzia mwaka 2027 watahakikisha simu zote lazima ziwe na betri ambazo zinazobadilika, ambayo unaweza simu yako kama itakuwa inapata tatizo na betri kuisha haraka, kama itakuwa tayari imekufa, basi unaweza kuweka betri nyingine kwa urahisi sana, ziwe rahisi kutengeneza na pia zidumu kwa muda mrefu, na hakuna tena kulazimishwa kununua simu kwa sababu ya betri. Lakini hii si habari njema kwa kila mtu. Makampuni makubwa sasa yako kwenye pressure kubwa sana, kwa sababu biashara yao inategemea watu kubadilisha simu mara kwa mara. Kama simu inapoharibika, basi endapo wanabadilisha simu mara kwa mara, wao mambo yao kwa yanakwenda vizuri kabisa. Lakini kutokana na mabadiliko haya, basi hilo swala kwa namna moja ama nyingine basi linakwenda kufa. Yes, labda tu mwenyewe upende bwana, I need to use new phone, unaona bwana, kutoka katika hiyo kampuni, lakini sio tena kulazimishwa kama kwa matatizo ya betri au labda umefungua vibaya kwa ajili ya matengenezo na umeshindwa kurudishia vizuri, basi itakulazimu ununue mpya. Hilo swala linakwenda kufa kabisa. Na kama watu wataanza kukaa na simu zao muda mrefu, basi mapato yao yanaweza kushuka, by the way. Lakini kwa upande wako wewe, ndugu mfuatiliaji, hii ni ushindi mkubwa sana. Unaokoa pesa, pia una control simu yako, unasaidia mazingira, unaona bwana. Na sasa swali linabaki, je, hii itaishia Ulaya tu au itaenea dunia nzima? Kwa sababu ukweli ni huu, kinachoanza Ulaya mara nyingi huwa sheria ya dunia. Yes, kila mmoja atafuata. Kama kinaanzia Ulaya au Amerika, basi unashangaa Asia, Afrika, kote huko wanafuata mfumo. Yes, kwa sababu ni kitu kizuri, ni mabadiliko. Labda huu ndio mwisho wa kulazimishwa kununua simu kila mwaka na faida, na labda huu ndio mwanzo wa uhuru wa kweli kwa watumiaji wa simu. Wewe unasemaje? Tuandikie hapo chini kwenye maoni yako kupitia ukurasa wetu huu wa YouTube @DuaraTV, na usisahau kusubscribe tafadhali, pia share hii video kadri unavyoweza. Yes, usisahau like na comment. Yes, karibu sana.